affirms our collective faith, shared across generations of Kenyan patriots, that through hard work, innovation, and resilience, our farmers, traders, young people, workers, and professionals will rise to the occasion. With the strength of our imagination and efforts, we can and must transform this nation with the imagination of our own minds and the work of our own hearts. I speak to you today with a deep conviction that our country is firmly on the path to stability and progress. We have weathered turbulent times, navigated serious challenges, and through courage, policy decisions pursued with resolve, we have not only stabilized our economy, but also charted a clear course to long-term prosperity. Since August 2022, Kenya has recorded an average annual growth of an average of 5%, outperforming the global average of 3.3% and the regional average of 3.8%. Just last month, the International Monetary Fund projected our GDP to reach $132 billion. That is 17 trillion Kenya shillings, making us the largest economy in our region and the sixth largest economy in our continent. It gives me immense joy to be back in this county of limitless potential, Homa Bay. It has been 62 eventful years since we took this historic step towards full independence through our hard work, determination, and self-belief. We have defied odds, surmounted challenges, triumphed over adversity, and emerged as a modern democratic state whose government and economy are energized by the restless ambition of confident citizens. Our forefathers knew, as we do, that we, the people, are the foundation, the pillars, and the engine of this nation, and that only we can do the work of building the Kenya we want. More critically, we understand keenly that this country is our home, and we have no other. This is why wherever they go all over the world, Kenyans never forget their homeland and vigorously contribute to nation building. Asante sana, sauti ilikuwa mbaya kidogo, but unfortunately we back. Thank you for your response, guys. Thank you. We are acutely aware that although we have given a decent account of ourselves since the first Madaraka Day, we are quite far from where we ought to have reached. It is time for us to reflect on the state of our collective self-belief as a people, because without it, we lose all the opportunities that come with Madaraka.
We all know that Kenya is not short of imaginative strategies and bold visions. In fact, so good are some of our plans that other countries have successfully implemented them and achieved impressive progress. Our biggest problem has always been one of implementation and execution. The faith to believe in our plans for change, the courage to execute, and the patience and focus to get it done. Some do not believe that we deserve the good that comes with positive change. Others think we are too poor or even in the wrong part of the world. Yet still, others do not want to see changes that benefit ordinary people or make life better for everyone. Today, ladies and gentlemen, I want to persuade the doubters that no one else is going to bring change except us, and that the only way to build the Kenya we want is by embracing change, however uncomfortable it may seem at first, and that we must possess the self-belief individually and collectively to approach our tasks boldly, confidently, and with determination in order to deliver new, more and better, sooner rather than later. Fellow Kenyans, in recognition and appreciation of the sacrifice made by patriotic Kenyans through their contributions to the housing levy, I am pleased to announce today that we shall be proposing to Parliament a reform to the law that will allow any contributor to access an affordable home loan of up to 5 million shillings at a single-digit interest rate, applicable towards any housing unit in the market. This facility will also enable contributors to offset existing mortgages, offering greater flexibility in their housing journey and allowing many to significantly ease their home financing costs. Litafuata tamasha la ndege zetu za kivita tukiletewa na jeshi letu la wanaanga, na kwa mengi zaidi nimpishe mwenzangu. Basi Mheshimiwa Rais, linafuata sasa ni tamasha la ndege za majeshi ya ulinzi. Kikundi cha kwanza hewani ni ndege aina ya Group 120 Alpha, leo hii zikiwa chini ya overall formation pilot Major Ivanda Ocheng Amonde, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani wa kijeshi za chuo cha mafunzo kwa rubani Aviation Center of Excellence. Tuwapigie makofi marubani hawa tafadhali kwa kuweza kutuletea onyesho, ndege hizi zikiwa katika 3 ship Vic formation. Sasa ndege zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni zamu ya ndege zetu za kivita, ndege aina ya Tiger Air5, ndege ambazo zina uwezo wa kupaa kwa kasi zaidi ya kasi ya leo. Sababu kuu leo hii ni kutuonyesha maonyesho angani. Tunaweza shuhudia ndege hizi Mheshimiwa Rais, 6 ship Vic formation. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita leo hii zikiwa chini ya lead pilot Major Alois Kemboi. Mheshimiwa Rais, marubani hawa wakiweza kuachana moja baada ya mwingine ili waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja hapa angani, wao kutuonyesha jinsi wao kukabiliana na adui angani, ardhini na kwenye fuo za bahari. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, rubani atatuletea onyesho lijulikanalo kwa kimombo kama roll of top, onyesho ambalo rubani atapaa kwa kasi kisha kuinua ndege kupaa ikiwa wima. Inapofika upeo wa kubaa, basi itaweza kulaswa chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Onyesho la pili, 4-point roll, onyesho ambalo litatufungulia maonyesho yetu rasmi siku ya leo. Rubani wetu akiweza kujiweka tayari kabisa kuweza kugeuza ndege mara 4, digrii 90 kila mara, kisha anapokamilisha digrii 360 basi kurejesha ndege wima. Tushuhudie angani anapopaa kwa kasi mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na kurejesha ndege wima. Onyesho la pili, roll of top, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kisha kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia, kupaa juu kabisa ndege ikiwa wima, kulaza ndege chali katika upeo wa kupaa na kurudi mahali
kupaa na ndege kwa kasi, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Onyesho la tatu, Mheshimiwa Rais, roll of top, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuweza kuinua pua la ndege kwa umaridadi kabisa, kufika upeo wa kupaa na kurudi mahali ambapo imetoka. Vertical roll, rubani kupaa juu kabisa huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Basi Mheshimiwa Rais, kutufungia maonyesho ya ndege zetu za kivita, rubani huyu atatuletea onyesho lijulikanalo kama high speed pass, onyesho ambalo atapaa kwa kasi zaidi ya kasi ya sauti, ikiwa ndio sababu kuu ya ndege hii kuacha sauti yake mbali. Wengi husikia sauti lakini ndege huwa hawezi kuiona. Kwa hivyo naomba tuweze kuelekeza macho yetu upande wa kushoto mwa jukwaa, mahali ambapo ndege hizi zimekuwa zikitoka zinapotuonyesha maonyesho haya ya moja kwa moja hapa angani, ili tuweze kushuhudia onyesho hili ambalo rubani huyu atatuletea kwa kasi kabisa. Ndiyo yule anapita kwa umaridadi akiacha nyuma sauti ya kipekee almaarufu Sound of Freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Na kutufungia maonyesho ya ndege leo hii ni helikopta speciali aina ya Huey, ndege ambayo ina uwezo wa kufanya mashambulizi, hali kadhalika kutafuta na kuokoa wakati wa majanga. Leo hii ikiwa inabeba ujumbe speciali kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Kenya kwa ujumla, ujumbe unaosomwa Happy Madaraka 2025. Tuwape makofi marubani wetu kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha ya kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Basi onyesho litakalofuata, Mheshimiwa Rais, ni kutoka kwa wana Green Eagles ambalo watakuwa wanatua hapa kwa mnyavuli speciali, na kwa mengi nimkaribishe mwenzangu Sergeant Misango Mbae akaweze kuendelea. Kwako Misango Mbae.